Wewe Nuru. Sijui. Naambie, mbona ni kama mdomo wako unajaa habari? Mama, mbona na usuna nijua tena? Ama ni furaha kuona dadako kakukudha, kakuwekea ranka tena umeitwa mama mdogo. Wewe unajiachaga nyuma, kwani hauko bibi? Yaani mimi nimekuwa bibi tena. Mwanangu, Mwenyezi Mungu mkubwa. Mkubwa kabisa. Halafu uweke pale mtoto akatoka. Alafu tena napenda sana nikulishe kwa mkono wangu mwenyewe. Mama. Sasa mama mimi ya kazi gani? Wewe weka pale tule bwana. Kazi gani? Haya. Hapa unataka kuombea tayari tunakulisha. Tumeshaombea tayari. Haya, karibuni. Nataka nikulishe kwa mkono wangu mwenyewe kwa kuwa nini? Kaniletea kidume mwana. Amenipa ranka. Asante sana. Alafu sasa Nuru, wewe unaonaje? Nataka tuite mume wake. Yes, lazima ajue. Si ndio hivyo? Mimi sina neno. Mama, kuna kwanza. Sasa wanangu nisikilize. Wanangu mimi niliona hivi. Piki mume wako. Yes. Mama bali. Hata kama kwenye hatari najua, lakini huko aliko yuko kwenye wasiwasi. Wewe unafikiri kwamba hajaanza kukutafuta? Amehangaika huko pamoja sasa na hayo matatizo mnayoyapitia kule, pamoja na wewe kukua kama vile umepotea. Je, ulimwaka? Mama, mimi sijamwambia na wala hayua hata kwenye nini. Hilo sasa ndio tatizo. Yeye abaki kwenye wasiwasi. Lazima tumpigie simu. Unaona? Alafu wewe unaogopa nini? Ndio wasiwasi hiyo sasa. Unadhani yeye hajaanza kukutafuta? Yuko kwenye wasiwasi kali. Pamoja na hayo matatizo mnayoyapitia huko. Mimi nimeona lazima umpigie. Sababu ninavyojua ulimuata kweli? Naona nimeshakwambia mara nyingi. Ajui nilipo. Sasa hiyo si ungwana. Lazima ajue ya kwamba ulitoka nyumbani na umekuja pande hii. Unanielewa? Ni kama wewe hauko tayari kumpigia utampigia. Unanielewa? Ni kujuze ya jinsi mambo yanaenda. Kama vile nani unataka mwenzio hangaike, pressure lipande lishuke. Ndio hivyo. Lazima ajue. Lakini mama, kwa upande wangu mimi naona bado. Mama, hata ukiona dada ataje kumsikia unamuona ndio bado kwanza angalau atoka mwenyewe. Tena hiyo ndio habari ya kumpasha mume wake haraka tena. Ula mwanangu, mimi nataka nimpashe mume wako kwamba tayari umeshajifungua. Ili mume wake na yeye abaki ametulia, anajua mke wangu yuko mahali pazuri, yuko kwenye mikono salama. Unaona? Hicho cha kwenu cha kusema hati tusubiri. Atahangaika huko na kumtafuta. Ndio hivyo wanangu, nataka nimpigie mume wako, nimpe habari njema hivi. Unanielewa? Sina neno. Mambo yenu ya kungoja, acha nimpigie mwanangu baadaye. Jamani, tokeni. Jamani, tokeni. Mwanangu, habari zako? Kama niko salama. Habari za huko nyumbani? Huko nyumbani mnaendeleaje? Lakini mama, mimi nilikuwa namtafuta Sofia kwa sababu mimi sijamuona. Hapana. Hajapotea mwanangu, usihofu Hajapotea. Ninaye hapa, amefika hapa. Yaani amenisurprise nakwambia. Ndio kweli hiyo, tupo na yeye hapa. Wow, unasemaje mama? Sofia yuko huko? Asante sana mama, kwa sababu mimi nilikuwa namtafuta sana lakini sikuwa nampata.
Yupo salama na habari njema mwenzangu, kaleta kidume tayari ameshajifungua. Yaani amekuzaa. Amekuzaa. Kamletea mwana. Sijatania. Niambie siku utakuja siku. Mimi nitakuja kumuona mwanao. Lakini nipatie mama anaongea naye. Amna. Mwanangu. Yes, mama. Mama. Yes. Nashukuru sana kwa kunipokea kidogo. Na. Mama. Kuna jambo ambalo nataka nikwambie. Niambie mwanangu. Mama, tunajua kama Sophia amepata shida nyingi kabisa nimezishuhudia. Sasa mama, nilikuwa naomba Sophia waje kwa mtafurani au nitakuja kuchukua kama siku hata wiki moja hivi. Kwa sababu mimi nibaki nimemalizia hii issue ya huyo Dr. Emmanuel na nitakuja kuchukua baadaye. Yaani mpaka sasa Emmanuel anaofuatilia tu. Okay, nasikia vizuri tu, sio shida, yuko nyumbani, yuko kwenye mikono salama, lakini ombi langu ni hili, ungelipiga hatua kwanza, uje mpongeze mkeo na uone mwanao. Sio shida. Asante mwanangu, asante. Asante. Wewe mwanangu, Mwenyezi Mungu ndo kanipea wewe, haki ya Mungu. Nashukuru mwanangu, Mwenyezi Mungu akulinde huko. Asante baba Gifti, baba Gifti Nuru Semegi anakuletea zawadi. Mwanangu huu Mwenyezi Mungu ndiye kaniletea. Alafu mama, mimi na hofu, sitaki nimpigie mume wangu. Alafu ulikuwa na hofia nini? Mume wa watu hana shida, hana kwere. Nilikwambia mimi mama kiamua yake.
Mimi? Niambie mimi nimjua. Nakwambia mimi jasiri kweli. Alafu ulikuwa na hofia huyo mume. Mwenyezi Mungu ndo akakupea mume huyo. Angalia mapenzi ya aina gani anayokuonesha. Mama, usiwe na hofu wakati uko na mama, jua ninaye mama jasiri anayepambania watoto wake. Wewe nini? Acha wewe. Bwana, mimi zawadi yangu kesho napata. Ndo hivyo. Wakati upo na mimi, jua mama yupo anapambana juu ya watoto wake. Wacha wewe. Yaani sitakuwa na hofu tena mama. Usihofu tena. Mimi napambania watoto wangu. Lakini mama, huyo si mtoto. Yaani kama nani tena hiyo? Gifti. Kidumi amefoka. Wewe, simama nenda kamchukue mwanao kamnyonyesha haraka. Mwanao kalia bwana. Mzazi. Mama Gifti. Mwanangu amekuwa. Jamani. Mwenzangu. Neema ya Mungu. Kuna baki mimi sasa. Mimi mama. Baki wewe lakini. Dr. Emma, karibu sana. Jisikie uko huru. Asante sana mwanasheria. Karibu uko huru. Nakusikiliza tu. Nafikiri unajua kwa nini nimekuita leo. Mwanasheria, mimi niko hapa kwa sababu nimeitika wito wako. Kwa hiyo sijajua haswa jambo la msingi. Okay, doctor. Yes. So, kuna kesi ambayo iko hapa tunayo sasa. Inakuhusu. Na tumeshafanya utafiti sana kuhusu hiyo kesi. Na cha kushangaza Dr. Emmanuel, kesi zako zinakuwa nyingi sana. Hadi mimi mwenyewe nachoka. Yaani siamini. Anyway, ningependa kwanza niambie ukweli kuhusu familia ya Mr. Devi. Imekuaje na hadi wakakuja kukushtaki? Hakuna mwanadamu ambao kwenye dunia hii hajawahi kuwa na kosa. Lakini mimi sikudhani ya kuwa Mr. Devi hii kesi ataleta mbele yako wewe. Nilizani Mr. Devi ataikaa kama mtu mzima na hii kesi tuijadili mimi naye na aishi sifike kwako. Okay, lakini mimi ninavyofikiria, sababu wewe ndiye uliathiri sana familia yake. Na kwa kusi ninavyoniambia eti kila binadamu ana makosa. Yaani una uhakika na wewe mwenyewe umekubali kwamba umemkosea, si ndio? Ndio. Mimi nina makosa kweli. Na nikiwa nikikataa sana itakuwa mimi sio mwanadamu. Mwanasheria, kwa kweli nimemkosea Mr. Devi. Lakini nimejutia. Okay. Ili kwa kupata maelezo mazuri mbele ya mahakama, mimi nikipenda unieleze vizuri. Sababu hata hospital pia imekushtaki. Sababu malipo ya matunzo ya Mr. Devi, hospital haikuona pesa. Na inaonekana kama pesa ambazo zimefanyia Mr. Devi matunzo umewaomba milioni 3. Lakini cha kushangaza hospital haikuona hizo pesa. Na kingine cha ajabu sana, inaonekana kama ulitumia ujanja wako kwa kumtumia mke wa Devi kama malipo ya mume wake. Sijui utajiteteaje kwa hiyo swali. Mwanasheria, ndio maana nasema samahani sana. Kwa kweli nimelifanya hiyo jambo na ni tamaa ya dunia. Mwanasheria, nakuomba kwenye kesi hii nipambanie kama ulivyokuwa unipambania toka zamani. Pole sana Dr. Emma. Mimi nafikiri nimeshachoka kukupambania. Sababu wewe mwenyewe unajua tangu mwanzo kesi zako unapigana kabisa. Lakini himo itakuwa ngumu. Mwanasheria, kesi nyingi sana tunafanya na wewe. Ni issue nyingi sana tunafanya na wewe. Kwa hiyo swala mwanasheria usiniache hivi. Please nakuomba. Okay? Kama unataka kitu kidogo niambie. Hivi Dokta, hapo naona unavuka mipaka. Unajua kama nchi yetu na hukumu sana rushwa. Ila niseme tu wewe ni ndugu yangu, siwezi weka hiyo kwenye ripoti yangu.
Mimi nikushauri sana, sababu mimi ni mwanasheria, ndio maana nimeweka ushirika. So hata familia ya Devi imenipa ushahidi wengi sana, na wewe mwenyewe unajua daktari. Hebu sikiliza hizi sauti. No, mwanasheria haina haja. Ndio nilifanya hivyo, lakini nilifanya kwa sababu nilikuwa nadhani Devi ataogopa na kusema takuwa basi akubali kuwa yule mtoto ni damu yangu, mimi nalipa damu yangu. Hilo tu. Hapa ndipo nilipokosea, na hiyo ingine na saa hizi tunapoongea mimi na wewe, jaji mkuu uko na kusubiri. What? Yeah. I'm sorry sana Dr. sababu nilijaribu kukutetea. Nilifanya uwezo wangu yote. Lakini haikuwezekana sababu hata bosi zako hospitalini wanataka hata uende jela. Nafikiri uwe tayari kwa kuongea mbele ya jaji. Mwanasheria, hivi ni kitu gani ambacho kipo cha maana sana kwenye kesi ili mradi unashinda kuniokoa hata sekunde moja? Ubaya ni wengi sana Dr. Sababu umevunja sheria ya hospital, umevunja sheria ya kazi yako. Sijui nitakusaidia nini. Mwanasheria, naomba nipatie basi the last chance. Ni try tena. Nijaribu kuwa mnyenyekevu, nitulie basi. Nilijaribu kufanya hivyo, lakini hii kesi haiko mikononi mwangu tena. Mwanasheria, jana nakuogopa sana. Sijui kama utaita mtu wa familia ama je. Mwanasheria, nakuomba. Nilipigania damu yangu, nilitetea damu yangu. Lakini kumbuka, hiyo sio damu yako, niseme hivyo sababu umepitia njia mbaya Dr. Umepitia njia mbaya. Hiyo ni ubakaji. Mahakama imeandika hiyo ni ubakaji. Mwanasheria, hii dunia huku jela ambapo mnaenda kunoweka mimi mwanasheria, hata jicho moja sijamuona mwanangu. Yule kijana, yule kidume yule, mnamupa kitu kibaya kwenye dunia hii. Hapo nipe dakika moja basi angalau nimuone tena mwanangu kwenye uso tu. Hata hiyo mikatazo. Huyo mtoto utakuja hata kumuona hata siku moja. Mwanasheria, laiti ingekuwa mwanangu. Hata kama ndiyo sio njia sahihi nilimpata kwake, lakini hebu angalia kwanza damu na mwanasheria. Angalia familia na babangu alipokisikia kiwemo mimi mwanae nina jela kwa sababu ya kesi mwanasheria. Aiza hospitali kwetu mbona nafanya kazi mwanasheria. Wewe ni mtu ambaye unatetea kesi nyingi sana. Please nakuomba. Nafikiri Dr. hii ni matunda ya mavuno yako. Mwenyewe ulikuwa unafanya mambo ambayo unajua kama siku moja yatakuwa hivi. So mimi sina la ziada, unaweza kusimama tukaondoka. Please. I'm very sorry. Basi, asante. Maana sheria imeandikwa, haina hata kulipinga. Ningekuomba tuondoke. Pole sana Dr. Hii ni kitu kinafikia kila mwanaume. Na nikiomba usilie hapa sababu yanafika.